Sio kila mmoja aliyekubali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akaondoka sasa akaenda mpaka kwa baba yake. Akachoka ile nchi ambayo aliyoenda, maana ametumia mali yake kwa usharati, ametumia mali yake kiholela. Sasa yameisha. Ametamani kurudi nyumbani, sasa nitarudi nyumbani ache. Lakini akachuliza kwamba ni watumishi wangapi wa baba yangu ako pamoja nao nyumbani, kama ni chakula wanakula hadi wengine wanasasa. Akaondoka akaenda kwa babaye. Akaondoka akaenda kwa baba yake. Alipokuwa agali bali baba yake. Sasa alipokuwa amekaribia, akaombali alipokuwa amekaribia ndio baba yake alimuona. Baba yake akamuona, akamuonea huruma. Baba yake alipomuona akamuonea huruma. Sio kila mtu ambaye utakayefanyia mazuri atakulipa mazuri, na sio kila mtu ambaye utakayemfanyia mabaya atakujibu na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio akaenda mbio akamwangukia shingoni. Akaenda mbio akamwangukia shingoni. Akambusu sana. Sikiza kwenye maandiko yanasema, msikilize vizuri. Yule mwana akamwambia. Sasa yule mwana akaanza kuzungumza na baba yake. Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Unyenyekevu. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Rudia. Yule mwana akamwambia. Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele. Mimi nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Mimi sistahili kuitwa mwana wako tena. Tuendelee. Lakini baba aliwaambia watumwa wake. Sasa baba akawaambia wale watumishi wake, leteni upesi vazi lililo bora, maana amekuja jinsi ambavyo alivyokuwa amechakaa. Mkamvike. Mtieni pete kidoleni na viatu miguuni. Hapo unajiuliza nini? Alikuja akiwa aje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio mara ya kwanza kusikia hiyo story. Inatufunza vitu viwili: kutokata tamaa na kuwa na ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Leteni ndama yule aliyenona, mkamchinje. Nasi tule na tufurahie. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amepotea, naye amefufuka. Kwa kuwa huyu mwana wangu alikuwa amekufa, sasa amefufuka. Alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kusherehekea. Yaani alipiga hatua kutoka kwa moyo wake, akafanya uamuzi kwamba sasa nitaenda, iwe nini, iwe wataniua, nitaenda. Jua aliteseka, akahangaika, hakuwa na chakula, akatumika katika ile nchi, akachoka, akasema kwamba nimeamua sasa, nimefanya uamuzi wangu, nitaenda. Unajua shetani anapenda kazi yake watu kuwapembeleza, lakini kazi ya Yesu inataka mtu aliyejikataa, mtu aliyeamua sawa kutumia katika hiyo safari. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Basi yule mwanae mkubwa. Sasa yule mwanae mkubwa aliyebaki nyumbani alikuwa hapo shambani, na alipokuwa akija na kukaribia nyumba. Sasa amemaliza kulima, akikuja nyumbani alisikia sauti ya nyimbo akasikia sauti ya nyimbo na michezo mbalimbali. Akaita mtumishi mmoja katikati ya watumishi wale wa baba yake, akamuuliza mambo haya maana yake ni nini? Akamwambia, sio kawaida kuyaona. Maana yake ni nini? Ndio. Akamwambia. Sasa yule mtumishi mmoja akamwambia, ndugu yako amekuja. Yule ndugu yake aliyeondoka sasa amerudi. Na baba yako amemchinja ndama aliyenona. Kwa sababu amempata tena yu mzima. Kwa sababu amerudi tena kwa mzima. Akakasirika. Tusikisana hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Alifanya uamuzi. Ndio maana nikawaambia hapo mwanzo kwamba sio kila uamuzi ambao utakaofanya ndani yako kila mmoja ataufurahisha.
Kila mmoja atafurahishwa na huo uamuzi wako. Uamuzi mwingine unakufurahisha wewe mwenyewe tu, na sio kila uamuzi ambao utakaofanya ndani yako utakuletea mazuri. Uamuzi mwingine ni wa kukumaliza, na sio kila uamuzi ambao utakaofanya ndani yako utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Alifanya uamuzi sasa, akaenda akamwambia baba yake, nimekosa mbinguni, nimekosana mbele yako. Sasa sistahili kuita mwana wako, ningependa unifanye mmoja wa watumishi wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio akakasirika. Jinsi ambavyo yule kijana mdogo alifanya uamuzi kwamba sasa mimi naondoka niende kwa baba yangu. Alipofika mahali pale, mkubwa wake alipotoka shambani akapata sherehe inaandaliwa nyumbani. Akauliza, ni nini inaendelea hapa? Maana naona kuna sherehe ambayo sio ya kawaida. Mmoja wa watumishi wale akashuka akamwambia kwamba mtoto wenu yule ambaye aliyepotea sasa amerudi, na baba yako amemchinjia ndama ile nono tena. Bwana Yesu asifiwe. Aha. Akakasirika. Sasa ule uamuzi haumfurahisha ndugu yake mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Uamuzi alikuwa na ujasiri. Hakukata tamaa. Alifanya maamuzi kutoka ndani yake. Sikiza. Unapochimba kashimo, chimba kashimo kafupi, kwa sababu mambo yataweza yakageuka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Sasa ile kijana akakasirika, maana iko kawaida yake, maana hakufurahishwa. Akakasirika sana, ndio akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje. Sasa baba yake akatoka nje, akamsihi. Akamjibu baba yake, akasema, tazama mimi nimekutumikia miaka mingapi? Tazama baba, nimekutumikia miaka mingapi? Wala sijakosa amri yako. Lakini hujanipa mimi mwana mbuzi. Nifanye furaha na rafiki zangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu. Sasa alipokuja huyu mwana wako mwenye alipotea, aliyekula vitu vyako pamoja na ulisawia, akaenda nchi za mbali akajivinjari. Akaenda akakufanya usharati, akatumia mali yake kiolera. Ukatani amekufa, sasa amerudi. Umemchinjia yeye ndama. Yeye umemchinjia ndama aliye mnono. Akamwambia mwanangu, wewe uko pamoja nasi siku zote. Wewe uko pamoja na mimi siku zote. Na vitu vyote nilivyo navyo ni vyako. Na vile vitu vyote, mali yote ambayo ninayo ni yako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa, naye amefufuka. Alikuwa amepotea, naye ameonekana. Tena furaha na shangwe vikaendelea. Maana baba yake aliyekuwa anamwambia kijana mkubwa, kwa sababu huyu ndugu yake alipotea na sasa amepatikana, alikufa na sasa amefufuka, sasa amekuja. Ndio ongea, umemalizia ngapi? 32. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaangalia juu ya ujasiri na kutokata tamaa. Hao vijana wawili walikuwa ni vijana wawili, na wote siwezi sema kwamba walikuwa wanachukiana wakiwa pamoja. Ndio walikuwa wanapendana, lakini sasa katika harakati ya kuwa pamoja, unajua vijana wale wanaitwa malastibon, wanapendana sana kudekezwa. Akasema kwamba mimi sasa namwendea baba. Unajua malastibon wanapenda sana kujiona, akifanya makosa hata uizwa. Yaani yeye uamuzi wake amefanya ndio. Akiambia mzazi, mimi nataka sasa kujinyonga, nitajinyonga, nabidi apembeleze ama ndekeze, si ndio? Yule mdogo akafanya uamuzi, akakuja kwa baba yake, akamwambia, baba, mimi naomba utuawie mali yetu. Akapewa mali yake, akakaa. Baada ya siku chache akapanga safari yake vizuri, akaenda nchi ya mbali, pale ambapo alipoenda akajivinjari, pale ambapo alipoenda akafanya usherati, yale mali ambayo aliyokuwa nayo akatumia vibaya. Sasa yameisha, amehangaika. Ni kama utoke hapo uende Tanzania,
kuna pesa za Kenya, kiingia huko unajiona wewe ni tajiri. Ukiwa na 100 ya Kenya, 2,000 ya Tanzania. Nasema kwamba wewe uko na hela. Ufike huko utumie ziishe. Sasa utatamani kurudi Kenya. Zimeisha. Pale ambapo ulipoondoka huko acha. Hivyo ndivyo alivyofanya. Waamuzi ambao aliofanya akiwa pale, na bado alipotumia mali yake kiolela, alipotumia mali yake kwa usharati, kitu kile nilimpendea yeye, bado hakukata tamaa. Alisema kwamba ni watumishi wangapi wa baba yake, alichuliza maneno ndani ya moyo wake. Alichuliza maswali kwamba ni watumishi wangapi wa baba yangu walikuwepo nyumbani. Mimi ni mdogo wake ndio, lakini sitarudi nimwambie mimi ni mwana wake. Nitarudi nimwambie kwamba nimekosa juu ya mbingu na nimekosa mbele yako, na kusiuka niwe radhi, lakini unifanye niwe mmoja wa watumishi wako, maana nimehangaika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiza kwa ujasiri na kufanya maamuzi. Unajua kuna maamuzi ambayo utakayofanya watu wengine hawapendi ukiendelea. Na sio kila mmoja ambaye unayetembea na yeye anakutakia mazuri. Akina Yuda wako katikati yetu. Akina Petro wako katikati yetu. Mungu alimwamini sana Petro. Wakati anakamatwa anasema umjui. Wakati anaulizwa mbona hata kuenda kwako kunaonesha kwamba mnafanana, akakataa. Mbona hata kuvaa kwako kunaonesha mnafanana, akakataa. Yule rafiki ambaye unayetembea na yeye, sio kila rafiki ambaye unayetembea na yeye ni mzuri kwa maisha yako. Wengine ni Yuda. Binadamu ni mashabiki tu. Wanasubiria uanguke, wakucheke. Yale maamuzi ambayo utakayofanya moyoni mwako ndiyo yatakayosababisha uendelee, ndiyo yatakayosababisha uanguke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maisha lazima uwe na roho ya utu. Kama baba yake angekuwa na roho ya utu, angemkubali yule mwanae. Kama baba yake angekuwa na roho ya utu, angekubali avike yale mavazi. Kama baba yake angekuwa na roho ya utu, angekubali avike pete nzuri. Kama baba yake angekuwa na roho ya utu, angekubali avalishe viatu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kama baba yake angekuwa na roho ya utu, angekubali achinjwe ndama mnono. Tujifunze kusameha. Alirudi akamwomba msamaha mwana mpotevu. Akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na nimekosa mbele yako. Bado mimi sistahili kuitwa mwana wako, lakini nakusiuka niwe radhi. Baba, unifanye mmoja wa watumishi wako. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unisikilize. Na Hamani alimwandalia Mordekai msalaba. Alimtumikia msalaba ndiposa aweza akawekwa juu. Lakini akamgeukia. Posa nikakwambia kwamba unapochimba kashimo, unapochimbia adui yako shimo, chimba shimo fupi. Maana mambo yataweza yakageuka uanguke chini, ndiposa ukianguka ndani iwe vyepesi kutoka. Sijui kama unanisikia. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Bwana anasema kwamba usifurahi juu yangu, ewe adui yangu. Niangukapo leo, kesho nitasimama. Nidharauliwa, wakinidharau leo, kesho nitaheshimiwa. Nikikosa leo, kesho nitapata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe jamani. Ujasiri na kutokata tamaa. Kwa hiyo maisha ni wengi sana wanakata tamaa. Kwa hiyo maisha ni wengi sana hawapendi kuomba msamaha. Wakiambiwa hapo umeenda hivi, anakasirika. Kwa praise and worship. Sitaenda nje. Praise and worship lazima waambiwe ukweli, si ndio? Leo ni siku ya praise and worship. Ndio maana tukawahitaji watoto. Pia watoto wanaimba praise and worship. Kuna vile ambavyo tukiwa kanisani tunaona kwamba wale viongozi ambao wanaotuongoza hapa mbele, hao ndio wanaoimba ama wao ndio wanaojua Mungu. Hapana. Ukikuja kanisani, ulipotoka kwako,
uliyajua unakuja kufanya nini kanisani. Mawazo ya moyo wake uliyaleta kanisani. Ulikuja usungumze pamoja na Mungu wako, ulikuja uombe toba, uwe na ujasiri, usikate tamaa. Kama wewe ni mwana praise and worship, umeoga vizuri, umevaa uniform yako vizuri, umevaa kiatu chako vizuri, unakuja kusimama mbele yako. Kuambiwa omba, ukiambiwa imba, umesimama hivi. Siku hizi hakuna heshima. Siku hizi hatuna ujasiri. Siku hizi watu wamekata tamaa. Sauli anasema kwamba watu wako wameanza kuuliza kwamba huyu baba ako wapi? Hayuko, mbona hajarudi? Umemwona? Ulizaliwa ukasikia kuna Mungu. Unaomba bado umuoni. Wengine wamekata tamaa. Bado unaendelea kutia moyo kwamba usiogope, mimi niko pamoja nawe. Niite nami nitakuitikia, nitakuonesha mambo makubwa, nitakuonesha mambo magumu usiyoyafahamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamechoka. Watu wamechoka. Watu wamechoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutoka 14:14 tusikie nani ambaye alimpigania kijana mpotevu. Bado muendelee kutii sana. Bado muendelee kusikia juu ya ujasiri na kutokata tamaa. Kuna wengine wanatamani kujoin praise and worship. Wanasema hana sauti nzuri ya kuimba. Kuna wengine walianzisha wakakatisha tamaa na maneno ya watu wengine. Baada ya ningekuja tu amwambie kwamba nilikukosea unisamehe tu. Hataki. Amekuchukia. Mko na mtu kanisani lakini amekuchukia mpaka Bwana arudi. Maandiko yanasema baada ya kifo hukumu. Sasa utahukumiwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Tujiulize wapendwa. Kama umeamua kumtumikia Bwana, mtumikie tu. Kama umeamua kumwimbia Bwana, mwimbie tu. Hojaje hapa kulazimishwa. Hapa sio shuleni. Ni kujitakia. Ni kujitakia. Bwana Yesu asifiwe. Ni kujitakia. Kuna wengine ambao wanaosema kama sipo praise and worship haitakuwa. Acha nikwambia ataimba. Shetani alikuwa anaimba sauti 7. Mungu atampea tu aimbe. Ili hii kanisa iendelee, lazima tufanye zoezi. Ili hii kanisa iendelee, lazima tuwe na ujasiri. Ili hii kanisa iendelee, hatutakata tamaa. Hata tukiwa washirika wawili, bado nchi itaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningekuwa na furaha ningepiga shangwe na fikiri. Baada haijaingia. Wana wapotevu ni sisi. Hamjalifahamu hilo. Ni sisi. Nakuja kanisani kuimba vitu zako. Umevaa nguo imefika hapa. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja wewe, niongoze safarini. Umevaa troza imekushika na Biblia imekataa. Imekushika. Hata uone Yesu aibu. Tumepotea. Na kaza mwendo mbinguni, kila siku napanda juu, naomba ni kisafiri. Bwana tumepotea. Akina mama siawezi wako humu. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na ujasiri. Kama ulikuwa umekata tamaa, sasa rudi kwa Baba. Haya madhabahu yanaponya, pia madhabahu yanaokoa. Kuja wewe kama wote hapo mwambie Baba, nilikuwa mwana praise and worship, nikarudi nyuma. Choka nilikuwa na sauti nzuri ya kuimba lakini ikapotea. Maandiko yanasema kwamba hakuna binadamu aliye mkamilifu chini ya jua. Watu wanakosea. Ukitubu atakusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
ukikuja hapo mulilia Mungu, mwambie kwamba Jehova, nimepotea. Nilirudi kutumikia dunia. Baba, nimetumikia, nimechoka. Baba, nimetumika, nimechoka. Nilikuwa naimba nyimbo za kanisa, siku hizi naimba gengeton. Siku hizi naimba reggae. Ndio zimenikubali hadi nafikiria kwenda studio. Lakini ulikuwa mwana praise and worship. Unajua sio lazima tukuje hapa kuhubiri tu. Tutaweza kuja hapa tuabudu, tu praise, twende. Na shida zako zimetatuliwa. Katika kuomba ama katika kuabudu, Mungu shuka. Ukiwa na ujasiri na ukiwa umefanya uamuzi kwamba Mungu atakutana pamoja na mahitaji yangu. Umekuja na sauti nzuri. Leo sasa umekuja umemwambia Bwana, mimi ninahitaji sauti nzuri ya kukutumikia. Ndio leo nimeshinda kuimba, ndio kesho nitashinda kuimba, kesho kutwa nitashinda kuimba, lakini bado sitakata tamaa. Bado nitaendelea kuimba tu. Wewe kuja shika maiki. Endelea tu kuimba. Karibu Yesu. Karibisha tu. Kwa na ujasiri. Usikate tamaa. Utakapoimba leo ushinde, kesho utaweza. Kama utaweza kesho, asubuhi kesho kutwa utaweza. Usiruhusu kukata tamaa. Kwa hiyo maisha unaruhusiwa kulia, lakini usikate tamaa. Wewe lia, lakini bado ushikilie, maana mwisho wa kilio chako ama siri wa moyo wako, ukiwa na imani na ujasiri kwamba Mungu atakusaidia, hakika utafaulu. Amen. Amen. Wana praise and worship. Wameniangalia tu. Kiwaangalia wameoga vizuri. Kusimamisha hapa mbele wamevaa uniform ya white. Tumejifunga vizuri. Tunajua kupretend. Hata shetani anapretend venye unapretend. Acha jina la Yesu sisi tulitaja. Yaani huko nyuma hivi. Sisi tuli. Au imbi mtu kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuja kutumikia Mungu, mtumikie Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa mawazo yako yote. Mkiri Mungu katika njia zako na utafanikiwa. Praise and worship iendelee. Lazima tupee kiongozi kazi nyepesi. Lazima tupee kiongozi wetu muda wa kutufunza. Lazima tumtii. Hata shuleni ndio maana nasikia kwamba usipomtii mwalimu mkubwa, kiko utafukuzwa hiyo shule. Sasa hapa hatujaja shule. Hapa tumekuja kumtumikia Bwana. Kama Wanaisraeli hawangesikiliza Moses vizuri, hata hawangefika sehemu ambayo walikuwa wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiongozi kiamko mwambie usinisumbue. Hawezi akakupiga. Hawezi akakuandikia suspension. Hawezi akakufukuza shule. Hapa sio shule. Hawezi akakufukuza kanisa. Tujifunze jinsi sababu ya kuwa na ujasiri. Ukiwa umekosea mwenzako, mwambie kwamba mimi nimekosa, ila samahani, naomba tu uniwe radhi. Ukiomba msamaha utakufa. Mara nyingi na wajao wanawake ni wepesi sana wakuomba msamaha. Tazama mwanamke, mwambie ni omba msamaha. Mwambie omba msamaha, uone reaction. Nikuombe msamaha, wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Usipompenda ambaye uko na yeye, utanipenda ache mimi? Inawezekana? Kama umpendi jirani yako, mnagombana kila siku, utampenda Mungu? Tuko kanisani pamoja, mtu anachukiana, lakini tunaingia pale, tunakuja hapa, unakaa huku, unakaa huku. Ukiingia unaona niko huku, unakaa huku nyuma. Bado ukiwa umekaa huko, yule amekaa huko. Peleleze Bwana ndani ya moyo wangu, inawezekana Mungu wangu Sometimes tunakozeanga Mungu sana. Yaani namwambia umekozea, ndio unajua, lakini namwambia yaweze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mathayo 11:18. Praise and worship wamekuwa na mashida mingi. Praise and worship ndio itakayosababisha kanisa liendelee ama lianguke. Wachungaji wanapenda wakikuja wapate kanisa. Praise and worship wameomba, nguvu zimeshuka. Pastor akiingia hapa kuhubiri, hata watu wanapokea uponyaji. Sasa mkiwa mmekaa, pastor anakuja anahubiri, anaomba, anaenda. Bado unakuja kanisani, unaondoka vile ambavyo ulivyo. Bado hutabadilika. Jumapili unakuja, unapata uko vile vile. Unamwambia Mungu, nisaidie. Mungu unajigaragara bado. Uamuzi. Fanya uamuzi. Kwa na ujasiri. Usikate tamaa kwa haya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio. 11:28. Praise and worship, yawezekana mmechoka. Tangu niingie kwa hii kanisa, kwa haya madhabahu, naona idadi ya wana praise and worship inaongezeka, narudi chini. Naongezeka, narudi chini. Tuombe. Kumbe hata Mungu alete vijana waimbe tu. Hata ukiwa mama wewe usijali, tuomba, imba, worship. Hapo hujaja kupembeleza ama hujaja kulazimisha na mtu. Ni uamuzi wako tu, kwa una ujasiri. Na wengine wanasema kwamba mimi kuogopa, nikishika hiyo mic sitaimba. Au imbii watu, kimba sauti nzuri, kimba sauti mbaya, Mungu atakubadilishia. Twende. Mathayo 11:28 nasema, njooni kwangu. Sasa njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa. Na wenye kulemewa na mizigo. Ya dhambi. Yawezekana umechoka. Yawezekana unakuja kanisani lakini hujui kile ambacho unafuata. Unakuja kanisani lakini uimbi. Wakisema kwamba ongea na Mungu wako uongei. Pastor akisema nani yako na mahitaji uleti. Wewe unakuja unakaa tu. Hata kuimba uimbi. Unataka unaenda. Kuna watu ambao wanaokuja kanisani kwa sababu wengine wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mngepiga shangwe na vigelegele kwa sababu nyie mko hapa. Au bado nyinyi ni wale wanakuja wanakaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio. Nami nitawapumzisha. Sasa amesema kwamba iwapo uko na mizigo mizito, yawezekana umesumbuka sana, yawezekana ulikuwa umedharauliwa, yawezekana ulikuwa unaibika, unaongelelewa vibaya. Sasa uko na mizigo mizito, ulevi umekushika, wewe ni mlevi chakali, umeshinda mahali pa kwenda, umehangaika, haujui uanzie wapi, waende wapi. Njooni kwangu wote waliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jinsi ambavyo yule kijana alichoka ile nchi ngenini, akateseka, akawa na ujasiri, akafanya uamuzi kwamba sasa mimi ninaondoka. Mara ya kwanza akasema kwamba nimekosa juu ya nchi na nimekosa mbele yako, ila nakusiuka niwe radhi Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Alifanya uamuzi. Confidence. Never give up. Umemaliza? Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Time yangu imefika, tunamalizia hiyo. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Rudia. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Sasa jifunze kwangu. Jinsi ambavyo leo tumekuja kujifunza kwamba kama nimekuambia leo praise and worship, kwa ujasiri, fanya uamuzi. Kama ulikuwa chini, fanya uamuzi wako kwamba nitajitahidi. Kama umeimba sauti mbaya leo, yawezekana Jumapili nyingine Mungu atakubadilisha tu. Jitahidi tu. Uamuzi ambao utakaofanya utasaidia moyo wako. Yawezekana kuna mtu ambaye amefikiria kufanya uamuzi hapa, aseme nikiimba si wale watanicheka. Nikiimba wataniongea vibaya. Fanya uamuzi wako.
Na ukiamua kufanya uamuzi usiangalie nyuma. Ukiamua kufanya uamuzi wa kufanya jambo fulani, bora umeamua kufanya uamuzi wa kufanya jambo ambalo ni vizuri, wewe endelea tu mbele. Mtu asikusimamishe. Kama umeamua kumtumikia Bwana, wewe mtumikie tu. Kama umeamua kupambana na ya dunia, bado wewe pambana. Baada ya kifo hukumu. Uamuzi wa mtu ndio utakaosababisha aendelee. Uamuzi wa mtu ndio utakaosababisha aanguke. Maana ukiona vizuri, ukiangalia, kuna watu ambao wamefanya uamuzi tofauti. Ama kuna sehemu ambayo utakayoenda uhubiri ukataliwe. Maana watu ambao hapo wamefanya uamuzi wa kutumikia dunia kwanza. Kama wakati wa Nuhu. Diko ni njoo kanisani. Cha kwanza ni au ni jenzi. Njoo kanisani. Rada. Vijana wamepotea wengi. Alikuwa neema, unaona wamekaa. Wale ambao wako kanisani, shukuru sana. Maana idadi kwa 100%, saa hii 60% ambayo utakaopata kanisani ni 40%. 60% imepotea, hawako tena. Hawamjui Mungu. Hata wewe time yako kukuja kukaa hapa kanisani siku ya Jumapili. Sio eti sisi ambao tuko hapa hatuna sehemu ya kwenda. Sehemu ziko. Sio wewe ambao umekuja kanisani kukaa, wewe ni mwana praise and worship, umeoga vizuri, umekuja kanisani, usikuja kwa ajili ya kufurahisha mwenzako, usikuja kwa ajili ya kufurahisha wachungaji, usikuja kwa ajili ya kufurahisha baba kanisa, usikuja kwa ajili ya kufurahisha mama kanisa. Fanya uamuzi kuja kanisani, muabudu Bwana, muimbie. Na kama unataka kujoin praise and worship, wewe usiwe na uoga, kwa na ujasiri kwamba yote sawa. Tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, wala hatubahatishi. Hakika tunaye Mungu. Maliza. Tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu. Yes. Jitieni nira yangu, tujifunze kwake. Kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu. Kwa maana Mungu ni mpole. Ukija kwake umekosa, bado yeye ni mwepesi wa kukusamea. Maandiko yanasema kwamba mimi ni mwepesi sana wa kusamehe, tena ni mwingi wa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Nanyi mtapata raha nafsini mwangu. Sasa ukiwa umechoka na mizigo, akikupumzisha, akikusaidia. Ndio. Kwa maana nira yangu ni laini. Ndio. Na mzigo wangu ni mwepesi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nini nimejaribu kuongea siku ya leo? Nimetumia the lost son, Bwana mpotevu, kama mfano wakao na ujasiri, ama kama mfano wa wana praise and worship. Kuna wengi wa wana praise and worship waliopotea. Wana praise and worship imaanishi kwamba hatujawekewa umri. Wana praise and worship hata mshosho ataweza ingia tu. Taka toto kadogo ataweza ingia tu. Hamjaenda makanisa mengine katoto kadogo kanawaimbisha hadi mnashangaa. Watu wamejaliwa neema. Omba tu neema. Omba tu kibali. Usikubali tu kukaa hapo. Jifunze tu kuomba. Maana ukiomba neno lolote kwa jina lake, hakika utafanyiwa. Usiwe kama unataka kupembelezwa. Maana ukiangalia asilimia mingi, shetani yeye anapenda watu wake, ama anapenda kazi yake watu kuwapembeleza tu. Kiongozi wa praise and worship, leo usiende. Sio amekuzoea. Leo usiende. Chana tu. Deacon usiende. Bible study nini? Usiende. Hivyo ndivyo shetani anaingia. Anapenda watu wanawapembeleza tu. Lakini safari ya Yesu inataka mtu aliyeamua sawa sawa na kweli kutumia katika hiyo safari. Maana inataka mtu ambaye anayepembelezwa. Kuna makanisa mengine utaenda, kila mtu akona uamuzi wake. Hadi unashangaa hii kanisa iko aje? Wakati wa praise and worship ndio unaona hivi wakitana wanakimbia.
wanakimbia. Wakati wa matangazo wanakimbia. Watoto njoo wanakimbia. Hapa jaribu kuita wewe wana praise and worship. Kile sisi ukuje. Mama sema si ukuje. Tunaanza. Kiongozi wa praise and worship uliko wapi? Kupembeleza tu. Mbinguni hakuna kupembelezwa. Ni sawa kulingana na utahukumiwa sawa kulingana na matendo yako unayajua. Umepewa sauti nzuri ya kuimba sasa hivi, hatutaki kuimba. Kwa hiyo tuangalie sana, tumekuongea kama mwana mpotevu. Ya mwisho ni kwamba tuangalie. Sio vizuri tusikie kanisa nyingine yanaimba vizuri. Na sisi bado tunaendelea kwa Mungu. Tustahili. Kama leo tumeimba vibaya, tuwe tunakutana tunaongea, bado tunaomba Mungu atusaidie. Next tutafanya vizuri. Kama mtoto akianguka leo shuleni, next atapita kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikipenda nimalizie hapo, tusimame wote na miguu yetu, nikaribishe wana praise and worship.